Sekta ya uzidiwaji ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Sekta ya madini pekee imeweza kuchangia 7.3 mnamo mwaka 2022 katika pato la taifa. Kwa mfano huu mmoja utaona ni kwa namna gani hii ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Lakini sekta hii pia imekuwa na changamoto zake. Uharibifu wa mazingira na ukiukwaji wa haki za binadamu, hizo ni baadhi ya changamoto zilizopo katika sekta ya uzidiwaji. Kila mwaka Haki Rasilimali, wanachama wake na mashirika mengine tumekuwa tukiandaa na kuendesha mafunzo kwa washiriki wanaotoka katika jamii husika, waandishi wa habari, asasi za kiraia, kuja kwa pamoja kujifunza na kubadilishana uzoefu wa yale yanayotokea katika sekta ya uzidiwaji, mabadiliko ya tabia nchi, jinsia, ushiriki wa wanawake, lakini kubwa kabisa uwazi na wajibikaji katika sekta ya uzidiwaji, yaani madini, mafuta na gesi. Napenda kushukuru sana shirika la Haki Rasilimali kwa kazi kubwa walionitendea kwa kunijengea uwezo katika kufanya kazi zangu za kutoa elimu. Tulienda kwenye washa Mwanza kwa muda wa siku 2, nimepata mafunzo ya wiki 2 huko Arusha. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa elimu niliyoipata. Nimepata exposure kuhusu sheria, sera ya madini. Baada ya mafunzo hayo nilirudi Tarime kuenda kutoa mafunzo kwenye kijiji cha Nyakunguru, hasa kuhusu mambo ya uwekezaji ambavyo wananchi walikuwa wanachukuliwa ardhi yao bila kulipwa fidia kamili na kwa wakati. Kwa hiyo baada ya kutoa mafunzo hayo, wananchi wa Nyakunguru walipokea mafunzo hayo na wakaelewa, na kupokea mafunzo hayo kumepelekea Nyakunguru na mgodi sasa hivi hakuna mgogoro. Na baada ya hayo kumetokea vijiji 11 vinavyozunguka mgodi wa Nyamongo. Wamehitaji nao mafunzo. Wameona hali ya Nyakunguru ni nzuri, kwa hiyo nao wanataka mafunzo. Kwa hiyo ninashukuru sana shirika la Haki Rasilimali kwa kazi kubwa yanayoifanya kupitia kwa sisi mashirika ambayo yako wilayani. Nawashukuru sana watu wa Haki Rasilimali kwa sababu wakati mgodi unaanzishwa pale, bei ya ardhi iliweza kusaminiwa kwa shilingi milioni 1.5. Baada ya mafunzo yale niliweza kukutana na Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Doto Biteko. Tulizungumza naye juu ya malalamiko ya wananchi kwamba wananchi wanailalamikia sana hiyo bei kwamba haitoshi. Baada ya muda mfupi, namshukuru waziri, bei ya ardhi kutoka milioni 1.5 ikapanda kuwa milioni 2. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba watu wa Haki Rasilimali wameongeza sana tija kwenye maeneo hayo. Tuliweza kuhudhuria mafunzo ya siku 14 pale Arusha. Baada ya kutoka pale, uelewa nilioupata, wananchi baadhi ya mali yao ilikuwa haijasaminiwa. Kwa mfano kama misiderera, mitikunuka, michaichai ilikuwa imeondolewa kwenye jedwali la thamani. Baada ya pale mazao yale yameingizwa, wananchi wanalipwa, wanapewa fidia yao kama kawaida. Watu wa Haki Rasilimali nawashukuru sana. Waendelee kutoa elimu hasa kwenye maeneo ambayo migodi mpya inaanzishwa. Lakini iombe tena serikali iendelee kuwaunga mkono watu wa Haki Rasilimali, siwaone kama ni maadui, kwa sababu tunaona tija inayopatikana baada ya elimu yao kuitoa. Kwa wale wote ambao wangependa kushiriki, unaweza kutembelea tovuti yetu ya Haki Rasilimali, barua pepe na mitandao ya kijamii kuweza kupata taarifa zaidi na namna ya kuweza kuomba mafunzo haya. Karibuni na asanteni sana.